Siku zimebaki chache za kuelekea uchaguzi mkuu. Hivyo ni jukumu letu kukumbushana mara kwa mara bila kuchoka, ili kuhakikisha kwamba kila kijana Mtanzania huwa anajua nini tunaenda kufanya siku hiyo. Hiyo ni tarehe ya kwenda kutiki, ya kwenda kufanya uchaguzi, ya kwenda kuchagua kiongozi ambayo wewe unahisi atakuwa sawasawa kulingana na matakwa yako. Kwa hiyo hatutamani kuona kijana yoyote kwamba anatoka nyumbani kwake kwa malengo ya kwenda kuandamana. Siku hiyo maandamano hayatakuwepo, itakuwepo ni kwa ajili ya kupiga kura. Hivyo niwaambie tu watu kama vijana, nyinyi ndio taifa la kesho. Hawa viongozi wanayetuongoza leo wanapita, lakini hili taifa litaendelea kuwepo. Hapo ndo uone umuhimu wa taifa na sisi, kwamba taifa lina umuhimu kuliko sisi, kwa sababu sisi tunapita, taifa linaendelea. Hivyo kila tunachokifanya tujue tunafanya kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja, kwa sababu hata haya leo tunayoyaishi, wapo wazee wetu ambao waliyaandaa. Nao kama ndo wangetaka waje kufanya fujo kipindi wapo kwenye taifa hili, wapo kipindi kwenye system zao za uongozi, manake sisi tusingekuta huu utulivu ambao tunaishi nao sasa hivi. Vijana wa Tanzania, usije ukashawishika, usije ukaguswa na kitu chochote ambacho kinachokupelekea wewe ukaandamane. Kumbuka kwamba taifa hili ni muhimu kuliko mimi na wewe, kwa sababu mimi na wewe tunapita, lakini taifa hili linaendelea. Maana yake atakuja kuishi mimi mwanangu, ataishi mjukuu wangu, na wewe vile vile ndivyo hivyo hivyo. Kwa hiyo tusifanye vitu kwa ajili yetu sisi, tufanye vitu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Mimi huwa nikisimama juu ya masuala ya kitaifa, huwa sijiangaliagi mimi. Leo hii hata kama taifa linahitaji mtu wa kutolewa kafara ili taifa lisonge mbele, basi mimi naweza nikasema viongozi wangu, mimi niko tayari nitolewe kafara ili taifa langu la Tanzania liwe tulivu, liendelee kusonga mbele, kwa sababu najua mimi kipindi nitapokuwa sipo, mwanangu na wajukuu zangu na kizazi changu kitaendelea kuwepo. Lazima tujifunze kuwa na shukrani ya viongozi wanayetulindia amani zetu na uhuru wetu tuliokuwa nao. Vijana kama vijana, tufundishane vitu vya msingi kama vile uwekezaji wa fedha, utafutaji wa fedha mdogo mdogo, na lazima tujifunze kushukuru kwa kila mtu aliyefanya jema ndani ya taifa hili. Leo hii kuna vijana kibao hawaoni umuhimu hata wa mzee wetu mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, lakini mzee huyu ndio kipindi chake aliposema maisha bora kwa kila Mtanzania, ndipo akabuni mradi wa bodaboda, akabuni mradi wa bajaji, ambaye leo hii vijana wanapata ajira kwenye bodaboda, kwenye bajaji, na maisha yanaendelea. Maana yake uwe darasa la 7, uwe hujasoma, utapata hiyo ajira na unaendelea. Pia kuna mikopo. Wewe kijana, nenda kakope pikipiki, unaendesha pikipiki, unawekeza pesa zako, maisha yanaendelea. Tatizo ni nini mpaka unatamani eti kwamba sasa uone kwamba viongozi labda kama wana mapungufu makubwa ambayo yanakufanya wewe ukose kuishi kwa raha? Mara nyingine unakosa kuishi kwa raha kwa ajili tu ya nini? Ufahamu wako wewe mwenyewe jinsi unavyoupeleka. Ni vema ukaenda kwa watu ambaye wenye utulivu wa ufahamu, wakakushauri maisha yanaendaje, kuliko kuzalisha chuki kwa viongozi. Tumsapoti mama, kwa sababu mama ana dhamira nzuri. Mama ni kipenzi cha Mungu. Hakuna rais wowote duniani wa kike ambaye amekuwa na nguvu kumpita mama. Kwa hiyo hii ni tunu ambayo tumeletewa na Mwenyezi Mungu, iwe kama kumbukumbu duniani kwamba kulikuwa na nchi inaitwa Tanzania, ilishawahi kutawaliwa na mwanamke na akafanya vizuri. Alafu isitoshe sisi nchi yetu haina masuala ya udini.
Hii ni nchi ambayo inaongozwa na serikali na serikali yake haina udini, ila watu wake ndio wenye dini. Hivyo kama serikali haina dini, maanake hatuchague jinsia ya mtu kutuongoza, tunaangalia utashi wa mtu. Je, anaweza kutuongoza tukiwa salama? Anaweza kutuongoza tukiwa na amani? Kama hayo yote mama anafanya, wewe unataka nini? Sasa unataka mama zetu sisi wote waende Ikulu, watakwenda mama wangapi? Amekwenda Mama Samia, wote tumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa huyu mama anatuongoza. Licha watu mnamtukana, lakini anavumilia. Mimi niseme tu kitu kimoja, sitakuwa tayari kuona kwamba vijana wanaendelea kufanya mikutano eti kwamba ya kuhamasishana vurugu kwenye nchi yetu hii tulivu. Na pia vile vile nimuondoe hofu mama na serikali yote ambayo wanaogombea kwenye jimbo letu la Ukonga. Vijana ni waelewa na wametulia, hususani kama wasanii wote wameungana kwa ajili ya kusapoti serikali iende kama ilivyopanga, uchaguzi uende kama ulivyopangwa. Kwa hiyo naamini kwenye jimbo la Ukonga kama kuna majimbo tulivu, basi na hili nalo limo. Kwa hiyo mama, hilo kwa upande wetu sisi hapa Ukonga hakuna mashaka. Mimi sina mengi, nasema kijana, tarehe hiyo nenda kapige kula. Alafu cha ajabu, kuna vijana wanaweza kulalamikia jambo ambalo halina hata msingi wala tija yoyote. Mtu anakaa anasema tu fulani ametekwa, na yeye anachukia, ajui ametekwa kinamna hipi. Siku zote hata kwenye familia ukiona mtoto anachapwa, ujue anachapa mwenye makosa, lakini lazima ujue kwamba kama utaleta tatizo, watu hawawezi kukuacha uendelee kuleta hilo tatizo. Kwa hiyo kijana, huko mtaani ukikaa, jifunze kuwa na tabia nzuri, kuwa na adabu nzuri, uone kwamba kutakuwa na mtu yoyote, kutakuwa na askari atakuja kukukamata. Hicho ndo kitu cha msingi. Umeona? Sio mtu mwingine umeamka tu asubuhi, mwingine amenyimwa huko nyumba na mkewe, akiamka anakwambia serikali mbaya. Serikali mbaya. Sasa hii serikali mbaya ndio imemshawishi mkewe akunyime. Na majimbo yote wanayegombea viongozi wa CCM, basi msije mkafanya makosa. Mimi kwa sababu ni mtu wa CCM na kila mmoja lazima avutie kwake, mimi naomba mkachague. Niwaambie tu ndugu zangu wa Kigoma, kama mtamkosa Baba Levo msije mkamlaumu Mungu tena. CCM oye! Huyu ndo mke wangu, tumehangaika naye sana zaidi ya miaka 9. Tunahangaika huku na huku kutafuta maisha. Kwao ni Ujiji, ni Mmanyema. Niliamua nioe nyumbani ili tukivurugana turudi hapa hapa, wazee wasuluhishi. Ule ni mpango wa Mungu, chagueni Baba Levo ili mambo yaende sawa sawa. Ukonga tutaruka na jeli na sehemu zingine ni CCM tu wanatosha, mambo yatakwenda sawa sawa. Mimi sina mengi, wao niendelee na shughuli zangu za kurekodi injili hapa.